So ebu reason this story. Usinikoaje? Niko hapa Muthaiga na niko na stress. Nimekuja kuletea customer vitu. Nimetumwa na bwanake ako diaspora. Guess what? Mwanamke amechachisha. Ameniletea maneno. Sasa nimeambia mzee wa Uber, ndiye huyo hapo amejificha hapo. Ndiye huyo hapo amesimama hapo. Nimemwambia akae hapo. Tuone kutakuwa aje juu sasa sielewi. Kwa huku Muthaiga. Hapa ni Muthaiga. Sasa mimi am confused. Juu mama amekataa mzigo. Ameniuliza tunajuana aje na bwanake. Akisi wanawake tunakuanga na maneno. Sasa mimi nimetumwa mzigo. Nimekufanya makosa gani? Huyu mzee alinipea kazi kutoka February. Alikuwa na save pesa. Kaniambia Dodi, kuna vitu nataka za nyumba. Nataka ni save pesa kwako. Juu mimi nikisema ni save nitakula. So amekuwa akideposit pesa kwangu. Wakati zilitosha za vitu zenye nataka, ndio sasa nikadeliver. Leo ndio sasa nimedeliver. Mwanamke ameongea vibaya. Amesema nirudi na vitu zangu. Anijui hata kama anajua jina Dolly, anijui. Na sifai kuenda kwake, na sifai kuongea na bwanake. Sasa mimi nitafanya aje? Hata nikirudisha hizi vitu town, itanisaidia aje sasa? Na hata nikirudi nazo, huyu mama ata benefit na nini? Sometimes tuachenge kukua toxic for nothing. Sasa mzee amejitolea na anunulie mama vitu. Sasa hata kama wamekosana, anafaa kunionyesha wamekosana. Juu mimi mzee hakuna kitu kingine tulidiscuss na yeye. Aliniambia tu nipeleke vitu kwake. Ndio naona mimi nimetoka huko kwake juu. Sasa nimeambia huyo mzee kuleta shida yeye atoke na nichukue hapa twende. Lakini nataka kuona kama nitaweza kumcool down, nimuongelesha, nimwambie sasa vitu zako acha tu na zenyewe. Kama mko na differences na bwanako, msolve tu kivyenu juu sasa mimi ni kutumwa, nimetumwa, ashanunua vitu, siwezi rudisha pesa. So nafaa tu kukua kalma, chukue vitu, mimi nitoke niende. So I'm trying to convince her, at least to talk to her softly, na mtext kwa messages nimwambie anani blue tick tu. Lakini sasa nikiona mambo imekuwa mbaya, itabidi tu nirudi na vitu zangu. Wakisikizana watalipa tena Uber ya kuleta, sina otherwise. So to this video, huyu Dolly anajiita Dolly, anauza hizi non-stick utensils, hizo sufuria nini. To me kuna kitu mimi naona ako na makosa kidogo mahali. Also the person, the buyer mwenyewe, huyo bwana ya huyu bibi mwenyewe ameletewa hizo vitu, mimi naona pia ako na makosa. Both the sellers and buyers wako na makosa, kwa sababu pia wamepata mtu very innocent, hata kama maybe wako na family issues hapa na pale. Delivering them have no problem, but the situation between this woman na huyu bwanake, hiyo ndio sasa shida, unaona. Then umepata watu wako na, usiseme haujui. To me huyu mwanamke, si huyu Dolly muuzaji, si ati hajui kuko na issues. Lazima in one way bwana akinunua, of course amemtajia vitu 2-3, because to a point of anasema amekuwa kisave kwa hapa pesa mpaka vitu zikatosha, na anataka kumsurprise. Angemuuliza si utume bibi yako akujie, ama tutume mtu mwingine apeleke, unaona. It can be either way. Huyu bibi kuna vile, huyu muuzaji kuna vile possibility kubwa anajua kulikuwa na issue, is only that she want to sympathize. Hajui ati bwanake wako na issue. Number 2, kwa huyu mzee, I think okay, si vibaya kusurprise mtu, but pia inategemea
situation yenye mnakosana, kwa sababu women are very sensitive sana. Wakati mmekosana na yeye alafu unamtumanishia mwanamke mwingine akuje amletee vitu zenye yeye mwenyewe anaweza afford ama anaweza nunua. Let me not use the word afford, I mean yeye anaweza nunua of his kara. Juu wanawake kuna vitu wanafaa wajue ndio wananunua. For example, kama hizo utensils, yeah, if you are not in a good conditions with your wife, don't go and buy them atuweke hapo, because kuna ile tu the car of choice. Kuna zile vitu wanasema I need this one, the car of my choice. Now this woman, huyu muuzaji alichukua kara, tuseme hata walichukua kara yenye huyu mwanamke hakusema. I'm just trying to fix myself in that shoe of that lady. Akachukua labda ile kitu hakuwa anapenda. Number 2, ameletewa vitu na stranger, hajaimuona, hajaimpata, hajaimsikia. Hata kama ameimsikia maybe ama akose kumsikia, but a stranger ametoka from the gate, ameambiwa ameleta vitu fulani zimetumwa na mtu fulani. Na very well unajua the status ama the relationship between the two. Unaona? Na mimi najua vile tu the comment section nasema kama huyu mwanamke angetuma rider, high chance ya huyo mwanamke kuchukua hizo vitu ilikuwa very high. Angechukua hizo vitu na keep ameziweka kwa nyumba. There was that high chance angeziweka kwa nyumba na ikuwe hivyo. But sasa wewe umetoka all the way, umekuja ati una surprise mtu from nowhere, ati ni kama unataka kuingia hapo katikati, ni kama unataka kuonyeshana how good you are. It doesn't work that way, by the way, because for me I feel like hiyo ni boma ya mtu ulikuwa unaingilia, na of course kuna vile tu wao hawaelewani yeye na bwanake. So wewe kwenda hapo kuingilia katikati sounds ni kama huyu mwanamke mnamweka kando. Number 2, unaweza kuwa umetumwa kama spy ukuje uangalie nini anafanyanga wakati hauko, maybe yule bwanake hayuko. So you are like a spy in her. So lazima pia akuwe cautious. Number 2, wewe ni stranger, haukumpigia simu ukamwambia kuna vitu fulani tunafaa kudeliver kwako, ayua wewe umepigiwa na bwanako. That's how you lack something, we call it customer care. You are Sarah, but that's not the way to go about it. Kwa customer care hapo umepata 2 out of 10. For me, ungechukua before you leave, upige simu umwambie habari yako, mimi naitwa fulani na uzaga vitu fulani bla bla bla. So kuna mtu anaitwa Ndongo, sijui nani, unamjua, ametumana vitu hapa kwangu, so expect kuna parcel itakuja kwako. Ndaweza kudelivia at my own ukitaka, ama nitume mtu wa rider. Ule madam ungempigia simu ukiwa to a point ya kuuziwa first, labda hata angekwambia tuma mtu fulani, unaona. Lakini wewe mwenyewe kujipeleka, nimepeleka vitu kwa nani? Kwa bibia mtu fulani. Huyu mwanamke bona asikudoubt, huyu got wife lazima akudoubt. There might be even more communication ama deeper communication between you and the husband, of course. So I feel like that is, you did good, but you used the wrong method, you used the wrong directions. Otherwise kulikuwa na njia nyingine very simple, na in fact ungeendelea kutumiwa vitu zingine na zingine na zingine if you could have used the right method. Sasa hiyo pesa hutaikula tena, ama maybe your customer hata inunua vitu kwako tena, kwa sababu you use the wrong strategy. Ungetuma rider, next time kitu ingine ingetumanwa, hata hangejua hizo vitu zimenunuliwa kwa shop gani, na maybe kama angetaka kujua angefanya research yake baadaye, but after labda kitu ingine imetumanwa, kitu ingine imetumanwa, kitu ingine imetumanwa, unaona. So I feel like use the wrong method. Hata kama ni wewe ungeletoa vitu na mwanamke mgeni na unajua relationship ya bwana, utakuwa na fikira mingi sana, vitu zinaweza wekwa vitu mingi sana. So hizi vitu umeniletea kama nani? First, mimi sijaziitisha, na second, sijaambiwa na bwanangu zinakuja. So
labda hata ni vitu za kuja kunimaliza. So for me I feel like that woman kukataa hizo vitu ako very right na ako very okay na hana shida yote kukataa hizo vitu na ako sawa kukataa kwa sababu that is the reality. Hamwezi toka from nowhere na unajua relationship yao haiko vizuri. Number 2, huyu mwanamke mimi najua ulikuwa unajua kulikuwa na kaishu in one way or the other. Lazima mbona alikwambia na ujue huko tusikizani, lakini ukajifanya wewe ni stronghold. Of course lazima uko na idea hakukuwa kunaenda vizuri. Wacha unakuja kusema hapa in the camera nini utaki mimi. Number 2 unasema utaki advices. Ungejua utaki advice ungejiekea hiyo situation, ungejiekea tu, ungeileta hapa online because the online people must speak. Stop saying women, so fellow women we are very no, it doesn't work that way. In fact huyo mwanamke na huyo bwanake, in fact huyo mwanamke to that point sio vyombo za nyumba anahitaji sana. It's like peace of mind. Hataki hizo golden utensils you are selling, hataki. Because kama angekuwa anataka maybe angeenda anunue na afanye 1 2 3. Ile kitu ina matter to that point is the peace of mind. Good relationship with his husband, so nothing like ati uende ufanye vitu zako hapo. Hapana, it's not about the golden utensils ati umsupply akue amefurahia. No. And then to the fellow men, if you want your wife usipigane vita sana. Vitu zingine kama hizo wewe muachie aende anunue, mtumie do. Kuna wale wanasema atakula, ni sawa. Lakini because huko hapo karibu na haupikiwi na hizo vyombo, si umtumie akitaka kukula akule. But at the end of the day umefanya kazi yako. Juu haupikiwi na hizo. Unajua ungekuwa unapikiwa, unasema unataka kupikiwa na hizo vitu na huko hapo unaweza sema sitakununulia, let me go and buy. From there au seme juu nikikutupatia do utakula, acha niende nizinunue because you are there unapikia. Lakini you are distance, hata ukizikinunua za gold ama za silver, kabla ukuje kupikiwa zitakuta hata zingine zimepasuka. So you don't have to be like nataka nikununulie gold nini, There was another way a man could have used that way kukuja as maybe create that relationship yake ikuwe sawa. I don't want me to be a advisor, I'm a good advisor in a marriage, but I feel that woman used the wrong method. Na customer care imempungukia kidogo. Yes, she is a good, by the people are good sellers here outside, but when it comes to handling customer, because huyo mwanamke anaweza kuwa customer wako in the next 5 years coming, na you want to maintain that thing, so you don't have to interfere in that way. Then that is not the way to go about it. So I feel customer care imekupungukia kidogo, but kuna vitu zingine. Delivering have no problem, but even before delivering, jua huyo mbona amenituma kwa boma za wezi, tumatumako kwa boma za watu, wewe ndio unadelivianga huko, utachomwa visu, utapigwa visu by the way. Ukipata mwanamke yako na hasira, si hata kuviringisha vibaya sana huko kwa barabara, utarudi na matope kwa shop yako bila meno, because umepata mtu ako na mambo yake before even delivering. And then this one you can take an advantage, you run a lesson. Now next time upate customer mwingine kama huyo, ambie huyo mwanamke atume mwenye yeye anataka, because bwanake angekuwa na authority ya kutuma mwanamke, ama apige bibi yake amwambie kuna vitu nimenunua, tuma mtu wako akuje afanye, atume mwenye anataka yeye mwenye, because you know very well there is no that good relationship between the husband and the wife. My opinion, I know you have viewers. Kuna wale wanasema angechukua na aende. Ni sawa, angechukua na aende, but that is my point. I feel like the good wife kuna vile alifaa kureact. In fact she is very calm, kama hakuwekelewa ile kofi moja ama dondi. What do you think?